Nikuelewe
Wewe ni wa kuabudiwa, wewe ni wa kupewa heshima milele yote. Wewe ni wa kuabudiwa, wewe ni wa kupewa heshima zote. Nani aliye kama wewe Bwana? Haleluya. Orabayando rika sakataraba yeteri mayando shataraba sakandarabo rika yandarabo koyano sada rika baba sakatorobo yeteri amayando robo sikatarabo rika baba wewe ni Mungu na istahili Bwana. Hakuna aliye kama wewe, hakuna mwenye nguvu kama zako. Dunia yote imejawa na utukufu wako. Ni nani wa kufananishwa na wewe? Ni nani wa kulinganishwa na wewe? Ni nani wa kufanana na wewe? Hatujawahi ona aliye kama wewe, hatujawahi ona aliye kama wewe Bwana. Ndio maana tunakupa sifa, ndio maana tunakupa heshima jioni ya leo, ndio maana tunakupa utukufu Bwana. Hakuna aliye kama wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni wewe tu Mungu unayestahili Bwana. Ni wewe tu Mungu ndiye unayestahili utukufu. Ni wewe tu Bwana unayestahili heshima. Ni wewe tu Mungu unayestahili utukufu wote. Peke yako unaweza Bwana. Peke yako una nguvu Bwana. Peke yako unatosha Mfalme. Peke yako unastahili Bwana. Ni nani aliye kama wewe Bwana? Ni nani mwenye nguvu kama zako? Hakuna kama wewe Bwana. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rabo rika yando rima sakatarabo yende rika yando robo sikatorobo koria. Ni wewe Mungu.
Asante Yesu, asante Bwana, asante Yesu. Asante Yesu. Mkono wako ni mkuu sana, Mungu unaishi. Mkono wako ni mkuu sana, Mungu unaishi. Mkono wako ni mkuu sana, unaishi. Mkono wako mkuu sana, wewe Mungu unaishi, Mungu unaishi, Mungu unaishi, unaishi. Mkono wako ni mkuu sana, unaishi. Mkono wako ni mkuu sana, wewe Baba Mungu unaishi. Hakuna usiloweza, hakuna usiloweza, wewe ni Mungu wetu, umetukuka sana. Hakuna usiloweza, umetukuka sana. Hakuna kabisa, hakuna usiloweza. Asante maana Bwana
Wewe ni Mungu, hakuna gumu kwako linaloshindikana. Wewe ndiye ambaye unatoa mwanga katikati ya giza. Wewe ndiye unayetoa njia katikati ambapo hakuna njia. Tunaliinua jina lako na kulitukuza. Tunasema asante kwa neema yako ya ajabu. Asante kwa fadhili zako, e Bwana. Tunalibariki jina lako na kulipa sifa katika jina la Yesu. Asante Bwana. Amen. Shangilie Bwana kwa makofi mengi na vigelegele. Sijasikia makofi na vigelegele kwa Yesu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu kwa jina la Yesu, jina linalopita majina yote. Amen. Kama kuna majina lakini liko jina, sema amina. Wangapi wanaamini pasipo hilo jina wasingekuwepo katika hali hii? Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Haleluya. Tunamshukuru Roho Mtakatifu kwa kututembelea katika ibada ya sifa. Tunashukuru uwepo wake. Dalili tosha kwamba Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi ili kudhibitisha kile ambacho anakwenda kutuhudumia tena siku ya leo. Amen. Leo tunaendelea na somo letu ambalo tulilianza wiki yale, na leo tutaangalia roho za miungu zinavyofuatilia uchumi ama eneo la mafanikio yetu. Bwana asifiwe. Wakati ninaendelea kuandaa hili somo, nikaona kwamba ni kitu ambacho ningeweza hata kukiandalia hata semina ya siku 4 ama 5 na maombi ya nguvu ya mfululizo, tofauti na kufundishana Ijumaa kwa Ijumaa, kulingana na uzito ambao upo katikati ya hili eneo. Bwana asifiwe sana. Mungu asifiwe. Tukiangalia namna ambavyo Mungu amekuwa akituhudumia katika Ijumaa hizi 2 zilizopita, tunagundua kwamba ni kitu ambacho kinahitaji maombi zaidi na ufahamu zaidi. Amen. Roho za miungu zinavyofuatilia uchumi ama mafanikio yetu. Hili ni eneo muhimu sana ambalo watu wengi wana struggle katika hili eneo. Kumbuka pale kwanza nilikuambia kwamba haikutosha Mungu kuwatoa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri bila kuangamiza miungu ya Wamisri. Manake kwamba kama Mungu angaliacha, basi ina maana kwamba hawa watoto wake ambao ni wana wa Israeli wangeondoka kwa taratibu na kanuni za miungu wa Kimisri. Kwa hiyo ilibidi aweze kujitukuza ili kila anayeondoka aondoke na picha kwamba Mungu wa Israeli ndiye anayestahili kuabudiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo ilimlazimu kuihukumu miungu ya Wamisri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na katika amri za Mungu, katika amri ya kwanza nafikiri Biblia, Mungu anasema usiwe na miungu mingine. Na kwa nini anasema usiwe na miungu mingine? Kwa sababu yeye ni Mungu mwenye wivu. Hebu sema Mungu mwenye wivu. Sema tena Mungu mwenye wivu. Mungu mwenye wivu. Hakuna kitu ambacho Mungu anakichukia kama watu wake wakageuka na kuabudu miungu mingine. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Ndio maana akazungumza akasema usijifanyie sanamu ya kuchonga ya kitu chochote kile kilichoko juu mbinguni wala kilichopo ardhini. Amina. Hataki ujifanyie chochote kile ambacho kinaweza kikasimama mbadala wake. Haleluya. Nikazungumza nikasema kwamba hata kutengeneza msalaba ambao unasema kwamba huu ni msalaba wa Yesu, ukaamini nguvu katika ule msalaba, tayari umekuwa na miungu mingine. Si kuna mtu mmoja ananielewa? Amina. Si ndivyo neno linavyosema kwamba tusijifanyie, maana Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa sababu yeye ni Mungu mwenye wivu. Wala usijifanyie stika yote ile ukaiweka kwa ukuta wako ukasema hii ndio yanilinda. Mungu hataki. Wala picha ya mtumishi wowote yule. Maana leo kuna watu ambao wana picha za watumishi wa Mungu, wana stika zao, wanaamini kwamba katika ile kuna ulinzi. Mungu ni roho. Kwa Mungu hataki tuweke imani kwenye vitu. Mungu anataka tuweke imani kwake, Mungu asiyeonekana, ambaye anaweza akajitokeza kama moto, ambaye anaweza akajitokeza kama upepo, ambaye anajitokeza kwa namna ya tofauti tofauti. Si kuna mtu mmoja ananielewa? Amina. Wala Mungu hataki tuwe na desturi ya kuamini kwamba yeye anatokeaga katika nyakati hizi, kwamba anaweza akatokea kwenye eneo la maji, anaweza akatokea kwenye eneo la chumvi, anaweza akatokea kwenye eneo la mafuta. Atakagi hiyo. Anataka tumwamini yeye kama yeye, maana ni Mungu mwenye wivu. Bwana asifiwe. Amina. Ndio maana hatutakiwi kugeuza mafunuo kuwa kama imani. Haleluya. Kuwa kama desturi, kuwa kama ndio mfumo. Yesu kuna mara aliponya kwa tope, hakurudia kuponya kwa tope. Akaenda akaponya, akamwambia mtu nenda kajioshe akaponya tena kwa namna ya tofauti tofauti. Manake akutakaga watu waweze kuzoea mfumo mmoja. Bwana asifiwe. Siku mbona unanielewa? Kwa ukikutana na mtumishi ambaye anatumia mfumo mmoja na katika huo anaamini kwamba Mungu anatokea hapa, Mungu sio hivyo. Sisi tunaelewana watu wa Mungu. Yeye ni Mungu mwenye wivu. Elia wakati anakimbia akaona upepo unakuja, akasema huyu ni Bwana. Akasikia ngurumo, akasema huyu ni Bwana. Mpaka baadaye ametulia, sasa anakuta pametulia, ndio Mungu anatokea. Maanake Mungu hataki kuzoeleka. Amina. Bwana asifiwe sana. Sasa katika eneo hili ambalo ni la mafanikio, ni eneo muhimu sana ambalo miungu inafuatilia. Kuna miungu ya aina nyingi. Kuna miungu ya ukoo, miungu ya makabila. Amen. Kwa hiyo moja ya eneo ambalo
roho za miungu zimeshikilia watu ni eneo la uchumi ama eneo la mafanikio. Amina. Na kwa nini limeshikilia? Limeshikilia kwa sababu aidha desturi ambazo hawa watu ama ili kabila ama huyu mtu haishi katika hicho kitu. Kwa ina maana kwa tafsiri nyingine ni kwamba pamefanyika uasi. Ndio maana unakuta kwamba, Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tuangalie kitabu kile cha Maombolezo. Nisomee Maombolezo sura ya 5 mstari wa 7 hadi wa 10. Sababu kubwa ya kushikilia eneo la mafanikio ni maagano ambayo aidha wazee wetu waliyaweka kwenye madhabahu zao. Kwa hiyo leo hii sisi sasa, kwa kuwa hatuishi katika desturi ile, basi ile miungu inadai inasimama kupigana katika eneo hilo la mafanikio. Maombolezo 5:7 hadi 10 inasemaje? Nitasoma kwa jina la Yesu. Amen. Baba zetu walitenda dhambi hata hawapo. Inapozungumzia juu ya baba zetu walitenda dhambi sasa hawapo, ina maana kwamba ni vizazi vilivyotangulia. Sema amina. Amina. Vizazi vilivyotangulia. Sisi tunaweza tukasema kwamba naweza nikamfahamu babu anayemzaa babu yangu mzaa baba yangu, lakini simfahamu babu wa babu wa babu wa babu wa babu yangu. Sasa hao wanaitwa mababa, ambao wanatiririka katika ule mfumo mpaka kinakutwa kizazi changu ama kizazi chako. Anasema baba zetu wametenda dhambi na sasa hawapo. Na sisi tumeyachukua maovu yao. Watumwa wanatutawala. Unaona sasa athari inayotokea. Amen. Yale ambayo wao waliyafanya katika madhabahu zao, wakatoa na sadaka, wakafanya kile wanachokifanya, sasa yanaleta athari kwetu sisi, mpaka inafikia Biblia inasema watumwa wanatutawala. Endelea. Hakuna mtu atuokoae na mikono yao. Hakuna mtu anayeweza kutuokoa na mikono yao. Tunapata chakula kwa kujitaabisha nafsi zetu. Tunapata chakula kwa kujihatarisha nafsi zetu. Kwa sababu hiyo upanga kwa sababu ya upanga wa nyikani. Ngozi zetu ni nyeusi kama tunu kwa sababu ya hali ya njaa ituteketezayo. Anasema ngozi zetu ni nyeusi kama tanuu kwa sababu ya hali ya njaa ituteketezayo. Bwana Yesu apewe sifa. Mstari wa 10 inatosha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unaona Sasa anasema baba zetu wamefanya nini? Dhambi. Na sasa hawapo. Amina. Haleluya. Amina. Na sisi leo tunataabika. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wakati mimi ninaokoka, namjua Yesu Kristo kuwa kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, haleluya, familia yetu hapakuwa hata na dira yoyote ile, kwa sababu adui alikuwa ameshikilia eneo ambalo ni la mafanikio. Kwa hata kama akiinuka mtu fulani ambaye anataka kufanikiwa, basi anafuatiliwa na roho ya mauti. Akiinuka tu ambaye anajaribu sasa, labda kidogo, roho ya mauti. Na mara nyingi ilikuwa inapiga sana eneo la uzao wa kiume. Bwana asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amina. Sasa baada ya kuokoka, nashukuru sana Mungu kwamba katika mafundisho ya kwanza ambayo tulifundishwa na semina za kwanza zilikuwa zinahusiana na huduma ya deliverance. Amina. Kwa ile kitu mimi ikanipenya kwa akili kwamba inawezekana kabisa kwamba kuna kitu ambacho kimesimama kwenye ukoo. Kuna miungu ambayo aidha imesimama kwenye ukoo.
Haleluya. Kwa kila mara tulipokuwa tunafundishwa, nilikuwa nachukua kimoja baada ya kingine. Kwa sababu nini? Kuokoka tu haifai. Mungu anataka ufanye kitu. Amen. Ndio maana anazungumza kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wa 1, anasema mtakapoingia katika ile nchi, haleluya, msiingie tu pale mkastarehe. Manake utakapookolewa ama utakapomjua Mungu, hautakiwi tu ustarehe, bali kuna desturi za miungu ambazo zimesimama. Sasa anaagiza, anasema hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hizi ndizo amri na hukumu mtakazozitunza na kuzifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wako na baba zako uimiliki siku zote mtakazoishi juu yake. Vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakiitumikia miungu yao, na mataifa mtakayoyamiliki juu ya milima mirefu na juu ya vilima na chini ya kila mti wenye majani mabichi,